Kupeleka kiwango kingine, wewe ambaye umefungua moyo wako, wewe ambaye unataka Mungu akakuinue. Nataka mtu alisomee mstari wa 12. Kitabu ni cha Matendo ya Mitume, sura ni ya 4, mstari ule wa 12. Basi kwa uwezo wa Bwana nitasoma. Kitabu ni Matendo ya Mitume 4, mstari wake wa 12. Inasema, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hakuna jina jingine chini ya mbingu waliopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka muamuke. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka muamuke. Usingizi na ukemea unaenda. Bwana Yesu asifiwe. Unaamuka, mawazo yanarudi kanisani na tunaendelea kushikiana neno. Bwana Yesu asifiwe. Shetani, usikubali shetani akulemee. Usikubali shetani kumkaribisha katika maisha yako na usingizi. Bwana Yesu asifiwe. Anakuletea mawazo mabaya, mwambie ya kwamba hautaweza kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haya maandiko tumeyasoma mahali hapa, inasema ya kwamba wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu waliopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku ya leo nakuletea haya maandiko ukuambia kwamba hakuna jina jingine kimepewa chini ya jua litupasalo kuokolewa kwalo, ila ni jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo nakuletea jina la Yesu katika maisha yako. Naamini ya kwamba siku hii ya leo ili jina litakuinua ukienda kuliamini. Bwana Yesu asifiwe. Maana wengi tunateseka kwa sababu hatujui msaada wetu ni nani, hatujui tufanye nini. Lakini siku ya leo nakuletea hili jina la Yesu, nakwambia kwamba usinyamaze tena. Bwana Yesu asifiwe. Usinyamaze tena wakati ule ambaye unasikia ya kwamba maisha yanakufikisha mwisho, unasikia ya kwamba magonjwa yamekulemea, unasikia ya kwamba uko na vifungo vinakusumbua. Usinyamaze tena, uliite jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ili jina la Yesu ndilo tumepewa, ili linaweza kutuokoa sisi, linaweza kutusaidia katika maisha yetu, linaweza pia ukafike mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hili jina liko na nguvu, ingawa wengine wanaamini vitu tofauti, lakini mimi nakuletea hili jina kwa sababu maandiko yanasema ya kwamba ndiyo jina tumepewa, linaweza kuokoa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Hili jina la Yesu litaweza kuondoa magonjwa ambayo yamekusumbua kwa muda mrefu. Hili jina la Yesu litaweza kuondoa vifungo kwa miaka mingi. Unapolitia jina la Yesu Kristo, ina maana ya kwamba unapiga ufalme wa giza pamoja na majeshi yake. Bwana Yesu asifiwe. Usimame ukalitie jina la Yesu ili ukapomoe madhabahu ya kishetani, ukapomoe kile vifungo ambavyo vimekufunga, magonjwa ambayo yalikuwa yametumwa katika maisha yako. Ukalitaje jina la Yesu, mwambie ya kwamba haya magonjwa ambayo yamenisumbua kwa muda mrefu, kwa jina la Yesu Kristo ondoka, na yanakutia naondoka. Bwana Yesu asifiwe. Maana tumepewa jina la Yesu na tukapewa mamlaka ya kulitaja ile jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo usimame imara, uwe na imani, usiogope tena. Simama imara ukawe na imani, usishinde tena, kwa sababu tuko na jina kuu ambaye ni jina la Yesu, linaweza kutengeneza maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Wengine tunalemewa kwa sababu hatulijui hili jina. Hatuna mamlaka ya kulitaja hili jina. Litaje hili jina. Achana na mambo mengine ya kwenda kutafuta sijui ni mafuta, kwenda kutafuta sijui ni chumvi, kwenda kutafuta sijui ni nini. Litaje jina la Yesu na kila kitu itakuwa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Hayo yote ni mambo ambayo shetani anataka kukuaminisha, mambo ambayo hayana faida katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hili jina linaweza kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Ili jina ndio lilikuwa linafanya kazi. Wakati mitume wameokoka, wakati mitume wamepokea Roho Mtakatifu, maandiko yanasema ya kwamba wakati unasoma kitabu cha Mitume ile sura ya 3,
Unaona ya kwamba Petro na Yohana wakati wanapanda kuenda hekaluni, tunaona ya kwamba walikutana na kiwete pale. Amekaa pale kwa muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati yule mtu alikuwa amekaa pale kwa muda mrefu, ina maana ya kwamba yeye alikuwa anatarajia kupewa pesa, alikuwa anatarajia kusaidiwa. Lakini wakati Petro wanafika mahali pale, wanamwambia kwamba sisi hatuna fedha wala hatuna dhahabu wala hatuna kitu chochote, lakini tuko na kitu kimoja ambacho tutaweza kukupea. Tuko na jina la Yesu. Kwa jina la Yesu wa Nazareti, simama na uende. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati alifika mahali pale, tunaona ya kwamba yule kiwete alisimama na akaenda na akaanza kurukaruka, akaingia katika lile hekalu, akaanza kumsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo nakuletea neno kwambia kwamba ni nini ambayo inakusumbua katika maisha yako. Ni kifungo wale unaona ya kwamba haiwezekani, lakini mimi nakuletea neno kwambia kwamba hakuna kitu kisichowezekana kwa Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na imani, ukilitaja jina la Yesu, ina maana ya kwamba kila kitu kinawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Maana hili jina ndio mitume walikuwa wanatumia na walikuwa wanafanya miujiza mikubwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini uwe na imani na uwe mtu wenye mamlaka ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Usiende kulitaja jina la Yesu na huna imani, hujaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Itaweza ukugeuka. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unaona kwamba wakati unasoma kitabu cha Matendo ya Mitume 19, ukisoma ule mstari wa ngapi? Ukisoma ule mstari wa 10 na ngapi? Unaona kwamba kuna wale watoto wa Sekewa ambao walienda kujaribu kulitaja lile jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia walikuwa wanapunga mapepo. Sasa walienda kulitaja jina la Yesu na wako na mapepo ready. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unaona kwamba wale mapepo walikuwa wanauliza kwamba nyinyi ni nani? Kwa sababu hawakuwa na mamlaka wa kutaja hiyo jina. Hilo jina la Yesu linataka mtu yule ambaye ameokoka, amekuwa na imani, ndio anastahili kulitaja jina la Yesu na likafanya mambo makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo, jambo lolote ambalo linakusumbua, kila vifungo ambavyo vinakusumbua, litaje jina la Yesu. Maana Yesu yuko karibu na sisi, anatungojea tulitaje jina lake ili akaweze kutenda miujiza katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Wengi tunaogopa kulitaja hili jina, tunaanza kutemeka. Shetani anakudanganya na kuambia kwamba umeshindwa, umeisha, lakini mimi nakwambia kwamba hujashindwa bado, maana kuna jina moja haujalitaja. Bwana Yesu asifiwe. Hili jina ukilitaja, ina maana ya kwamba liko na nguvu ya kuondoa kila kitu katika mwili wako, ya kumshinda shetani na majeshi yake yote. Bwana Yesu asifiwe. Niliwaambia kwamba majeshi ya shetani yako na nguvu kwa yule mtu ambaye hajaokoka, kwa yule mtu ambaye bado ako katika giza, hajakuja katika mwanga. Kwa hivyo hayo majeshi yanafanya kazi kwa mtu kama